Yule mtu wa tatu nilikuahidi nitakuletea, huyu ndiye mwenyewe sasa. Mtu wa tatu, na inamaanisha tabia ya tatu ya binadamu ambayo inawakilishwa na mtu mmoja. Umeona bana? Nimesha kuelekeza baadhi ya watu wawili, yani tabia mbili. Ya kwanza ni sanguine, nikakupa kwamba kwa Tanzania tuna watu kama hao, ni Diamond. Katika Biblia tuna mtu kama huyo, nikutajia pia kwamba ni Petro. Alafu nikutajia Phlegmatic, nikasema kwenye Biblia Phlegmatic ni mtu kama Tomaso. Umeona bana? Sasa leo nakuletea mtu wa tatu ambaye anaitwa Choleric. Choleric ni tabia au ni mtu ambaye kwanza kabisa huyu jamaa ni kiongozi yani. Umeona, ni kiongozi. Yaani anapenda kuhakikisha kwamba kila wazo lake linafanywa kazi instantly kwa wakati huo huo. Na mara nyingi watu hawa wanaishwa kama ni makatili sana. Yaani kiukweli yani kwamba wanaka jina lao wanaitwa cold blood, yani damu baridi yani. Yani kwamba yeye ukichekesha yeye anaelewi wala nini yani. Umeona bana? Kwa hiyo Choleric ni kinyume cha sanguine. Ni mtu ambaye anapenda vitu vyake viende, anapenda kujiisolate, anapenda kuwa on top, yani anapenda kuwa juu ya watu, anapenda kuwa kiongozi. Ni mtu ambaye analazimisha watu kufuata mawazo yake. Ni mtu ambaye anataka anachosema kifanyike wakati huo huo. Ni mtu katili. Ni mtu ambaye ukimuudhi usilie mbele yake, kwa sababu ukimuudhi ni kama alafu unalia, ni kama vile unakuwa kama una moko, yani kwa Kiswahili ni kama vile unamdhihaki. Kwa ni watu katili na hana majuto. Umeona bwana? Kwenye Biblia Choleric simpati bado. Katika wale wanafunzi wa Yesu pale Choleric bado sijamuona. Sijampata bado. Lakini Choleric katika maisha ya kawaida nampata mtu anaitwa Adolf Hitler. Alikuwa ni Choleric. Umeona bana? Choleric. Kwanza wewe ufahamu tu kabla wale viongozi ambao waliwahi kusupervise power zao. Yaani mtu ambaye aliwahi kupitisha sera na ikafuatiliwa, ikafanikiwa. Hao wote ni Choleric. Ambao wewe unaweza katoa hoja yako lakini yeye wazo lake kwanza. Umeona bana? Usije kusema nimesema na JPM. Yeah. Kwa hiyo huyo ndo Choleric, mtu namba 3 ambaye ni hatari sana. Kwa hiyo kwa tips kama hizi endelea kunifollow. Share na wengine wapate kufahamu. Sio mchoyo wa maarifa. Kutakia wakati mwema.